Fanyi vilivyo. Yaani mambo yangu ufanyi vizuri. Ukizungumzia mambo unasema mambo gani? Mambo yote. Okay, mimi nasemanga kwa relationship kama mimi na kudate Vini na Purity ni rafiki yangu. Sifai kuintroduce Purity kwa maisha yako. No, I can't. Mnajuana aje sasa? Unaweza imagine. Vini kama una pesa mimi nakuitisha 10 bob unaniambia hauna. Mimi hata unanisaidia na nini? So you need kwa tu umetulia ukisema hauna unakwambia tu paste. Kuna this man akikuapproach ako like ukimwomba 200 kuna deal na ngoja ivane. Msenkaa huko deal kivana nitafuta. Bila shaka msikilizaji, Masani ya Magic Entertainment is Beatline Radio, the heartbeat of the street, the sounds of the night, the rhythm that keeps you moving. Bila shaka giving the feel of energy and the vibe, the hours of pure interaction, pure niceness. Tunajua kwangu siku nyingine anadhani to say that God give us power to see the end of the year 2026. Tunasema tu Mungu Baba aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie. Mungu Baba tupe uwezo tuweze kuona maisha marefu, more life of happiness and prosperity. Na leo ndani ya studio siko peke yangu, tutakuwa tunasukuma, tutakuwa tunaipush na watu wangu wa power, watu wengine amazing kabisa. Kama vile wanasema itakuwa mwecheche, itakuwa bulanda, itakuwa noma. Ni wasichana ambao sauti zao mazeo ni zenyewe zinasemekana za kumtoa nyoka pangoni. But in the meantime, acha kwanza tusikie mambo ikoaje, mambo yako yanaendeleaje. What are they really doing for life? Because ukiangalia bila concentration utaona kweli wanaendelea vizuri, shida ni concentrate. Inakuaje? Vini kwaje jamani? Wewe kwa sana manzi niko fiti. Hey, long time manzi not seeing you. Hey. Baba anasaidia. Hey, mimi niko naendelea vizuri, thank God. Hapo nimefika pia si kwa nguvu zangu actually. I thank God for that. Yeah. Maybe for the first time mwenye anakuona for the first time, maybe you can just introduce yourself, what you do for living, na ni kitu gani ambacho maybe unajisikiaje leo hivi kuko kwetu mzee. Okay, mimi naitwa Karembo Kadadi ama Jackie ama like naitwa Karembo Kadadi jina ya social media. But kwa ID naitwa Jacqueline Kialo. Yeah. So mimi ni mtangazaji, nafanya weather forecast Kitu FM. Alright. Yeah, na feel tu vizuri kwa hapa. Yeah, I feel so nice. Nimeona umekuja na mgeni ambaye ni amazing kabisa, ametulia na mambo mingi. Unaweza salimia mwenye anakuwa for the first time, mwambie unaitwa aje na maybe what is the secret behind that smile. Okay, mimi naitwa Mwende. ID lazima mtu aseme majina yake. Si lazima, maybe yenye inatanga unga pale hivyo. Mwende. Okay, na confirmation jamani. Lazima tuone hizi majina. Confirmation hata inaletanga bwana. Okay, naitwa sorry basi. I'm Purity Mwende. Nini ngirunguliza? What do you do? Mimi I'm a super producer pale Kitu FM. Alright. Yeah. No, leo ndani ya Beatline Radio Magic Entertainment of course iko hewani. Jackie, umesema unafanyanga mambo za weather pale hivyo kidogo na mambo ya weather na predict hizo mavitu, nawaambia kesho kutakuwa na mvua, kesho kutakuwa na hizo mambo sasa unaelewa. Unaona sasa hivi ukiangalia upande wa weather, ukiangalia weather kidogo unaweza jipata umeangua kwa mahusiano na mtu mwingine kama tu. Ndio hivyo ushamtoa kwa mamlaka. Ndio ushamtoa kwa mamlaka. Ndio ongewa ni constant. Unachukua cheo tu hivi. So weather isikuwe excuse. Wewe ukiona chance unapenyeza tu unaingia. Angalia mtu wako vizuri. Ukikaa vibaya mimi nitachukua mtu wako. Pia tu unaangalia mtu aje, kama anataka kuchukuliwa jamani, si anachukuliwa ama kama anataka kuchukuliwa huwezi mficha chukuliwa. Lakini wakubaki atabaki, wakuchukuliwa ataenda. Wakudumu naye atadumu. Wakudumu wa maisha naye atakuwa tu wako. Naona hiyo story inaleta point fulani. Nilikuwa napiga story jamaa fulani. Yes. Aliwa niambia Vini, ukiangalia maisha ya siku hizi yani utapata pale hivyo friendship do not last for long. Maybe nyinyi mshajipata kwa ile situation ya maisha ambapo unajipata tu maybe ulikuwa na marafiki na venye tu success imeanza kuingia wakati uko na ngori unakuondokea. Maybe hiyo point nyinyi mnaweza kubaliana nao the fact that sometimes friends wanakuwa fake. Okay. Kwani hata kuna true friends. Okay, acha niongelele kwa hiyo story. Sasa hiyo unaweza pata Vini tu kwa mabeshte and then ile rafiki real unapata niko na shida nakwambia Vini nisaidie na kitu fulani. Unaona? Lakini sasa wewe ni real friend, si expect unirudishie pesa. Lakini inafika mahali unaona jamani huyu mtu nimemkopesha for long anirudishie hata kitu hata atoboki. Unaona? Sasa naanza kukuavoid in a way. Yeah, ama Purity. Iko hivyo, mimi hata sionangi kama kuna true love. Watu ni wasaliti jamani, watu ni wasaliti. How bad is the situation?
Ukisema huko rafiki ni mama, hata mamako saa nyingine anakusaliti bwana. Rafiki tuko naye mwaminifu ni Mungu peke yake. Manze. Watu ni wabaya. Lakini ukiangalia sikufai kutrust mtu. So unaona ukiangalia hii the fact that sometimes friendship do not last for long. Utapata pale hivyo inachangiwa na a lot of things. Maybe is it because we are becoming too busy, utapata pale hivyo kila mtu anashughulikia vitu zake ama inaweza you not become too busy for someone you love. Lakini unajua sasa hii hatuongelei love, we are talking about this factor ya friendship. Hata kama wewe ni rafiki yangu unakaa aje hata wiki kama unijulia ali for real. Unakaa aje? So conversation inafaa kukua. Watu wengine unakaa, unapata huyo mtu eti anakuja anakuambia nisaidie 100. Ajui hata unamuomba na unaweza pata hata akosi. Imagine. Lazima unijulie hali daily jameni, hata kama wewe ni No, hiyo point inaleta mahali fulani. That is very good point. Huyo jamaa aliongezea hapo akaniambia Vini, do you think that pesa ama money is breaking the friendship? Because kabisa unakukopesha unirudishie. Unaona sasa the problem ni mbona ndio nifika kwa that point yenye nakuomba 100 ni kumaanisha mimi sina. So ni attitude nimeona tu wewe ndio unaweza mtu wangu unaweza niokolea hapa. Tafuta pesa. Mbona uombe pesa? Unajua si eti sitafuti pesa natafuta. Shida ni venye nitazipata. Maybe so nimepress wewe tunaka shida kidogo hapa kule. Sasa kwani time zote ni wewe utakuwa na shida Vini. Honestly ni wewe utakuwa na shida. So mtu anafaa kujipanga maybe wakati ule uko na taabu. Vini time yenye mimi nafaa kukusaidia ni time yenye nimeona hapa kabisa umelemewa totally kabisa. Si ndio ama kama unanisaidia nikiangalia nione Jackie nikimsaidia nione nilimpea 100 yangu na kuna time nitaichwani akaniambia sina. Uko jua nitakupea chwani yangu sitakupea. So tunaweza reciprocate. Kama nakupea nipe. Tupeane. Hakuna maisha ingine. Tupeane. But tukiangalia hiyo point should we mix money na friendship because hizo ni vitu mbili tofauti. Money na friendship. Unaona hiyo friendship ya mapenzi ya mimi na mtu wangu ama mimi na Jackie. Then tukiangalia tu kwa ujumla because kuna ile friendship. Money is everything. So money is kwanza pesa hata ni hivyo. Mnaongelelea nini nyinyi? Kwani pesa ni hivyo jameni. Unajua tunaweza kosania pesa. Tunaweza kosania pesa. Lakini tafuta pesa. Kwani sio ni sahi hatuwezi run maisha bila pesa. Sio unataka uni approach na una 10. Tutakula nini? Sitakula story. Kijana tuniondoke. Ngoja dili Ivan. Kijana niondoke. Leo ukifanya hii story ama vitu venye siku hizi vitu zinaendelea kuchange pale hivyo in technology. Maybe pale hivyo tukiangalia hii point ya kwa marafiki. Maybe unajua sasa tuko watu wakubwa na the fact that tunaendelea we are grown up sasa. Maybe tukiangalia from a different angle tuangalie history ya is it okay to date your best friend? Maybe pale hivyo ulikuwa na rafiki yangu. Maybe mimi na Jackie tulikuwa marafiki nikamuonyesha mtu wangu. Na hapo utakufa. Ama iko vice versa. Maybe katikati ama mnaona aje should someone go back to their should someone date their ex's boyfriend ama girlfriend? Maybe sasa mimi niko kwa mahusiano na mtu wangu alafu rafiki yangu akuja amchukue ama tu ikweni upande wa kwenu maybe mko na boyfriend ama mu exchange ama mtu wako akichukuliwa inamaanisha kuwa haufanyi vilivyo. Yaani mambo yangu ufanyi vizuri. Ukizungumzia mambo unasema mambo gani? Mambo yote. Okay, mimi nasemanga kwa relationship kama mimi na kudate Vini na Purity ni rafiki yangu. Sifai kuintroduce Purity kwa maisha yangu. No, mnajuana aje sasa? Unaweza imagine. Kama unajuana nini? Chali yako unaweza kuja uniambie Purity this is my man. My man this is Purity. Ndio hapo tunaachana mnachukuana. Ofisi itaniat. Unaona? Ndio hapo tunaenda tukiuana tu. Sasa jamaa wako ndo mbaya. Kama anakupenda, if a man loves you, usione vile ataachana na demo wake, akuje kwangu na mimi. Lakini hata kama mimi ni rafiki yako, sitakubali mtu wako. Lakini kama mimi ni fake friends, wao tutagongeana mazee. Unajua umesema kama sio fake friend kumaanisha unajua kuna point fulani na kuanga muhimu sana. The way I will express myself for the first time. Unajua ile first impression it tells a lot. Maybe pale wewe umesema kama ni mtu wako mnajuana sana. Unajua mimi naweza kuwa mnoma kivyangu, unajua vitu wangu kadhaa. Ama naweza tumia nguvu za giza pia. Alafu sasa useme itadependa venye mtu wako anamchukua pia. Mungu ndiye ni nani? Mungu anaweza kuwa aliwapatanisha nikutane na wewe au vipi? Okay. Maybe aje tu sasa tukue tu neutral. Ukiangalia is it betrayal ama it is a fair game because wewe unaweza pata pale hivyo mimi mtu wangu amechina rafiki yangu na mimi pale hivyo naenda najisukuma namchukua mtu mwingine pia different. Is it a fair game ama ni betrayal? Honestly hapo Vini kama mimi nakupenda na kama
Yeah. Alright, tuendelee. Okay, na kama nakupenda then Purity anakuja na kuintroduce kwake. Then tukuje tuachane. Kama Purity alikuwa rafiki mwema, Purity hatakubali mdate. What if ni type yangu? What if ni type yangu? Unajua tukisema ni type yako aje na alikuwa type yangu kwanza. Basi mliachana. Unajua I can take that man akue wangu. Alafu kuna kitu ni betrayal. That's not be. Niliona mtu wako alikuwa type yangu manze. Kumaanisha ulikuwa unamtaka kutoka kitambo. Sikuwa namtaka, nilikuwa nangoja. Mliachana. So I'm like, ulikuwa unangojea Mungu atende type yangu manze. Kumbe umekuwa ukiinvestigate. Simmezei. Time nilikuwa na yeye niliwapea time. Hata nilikuwa rafiki yenu mzuri sana. Sasa tumeshaachana ni type yangu. Anibadilika unaona hiyo point tunasema hiyo ya kusema your type. Hivi ni vitu gani ambazo mtu anafaa kuangalia kwa mtu ndio aseme yenyewe this is my type, this is what I need. Honestly kwa mimi acha nijisemee kwangu. Mimi napenda mimi uwezi nipata na mwanaume mnono, uwezi nipata. Unasema slim and tall, dark and handsome. Unaona shida hapo kwa handsome ndio kuingia shida. Handsome nao siku hizi inaleta noma. Watu mnakaa vile mnataka. Unasema sura zinakaa za freedom fighter jamani. Lakini kuna mali safi huku nje. Wanaume wapo. So, mimi type yangu ni mwanaume tu Muslim. Juoni mimi sasa mimi si ni mnono. Hakuna vile tutabebana watu wanono kwa nyumba. Wewe ni mnono. Si ndio? What about hakuna. What anapiriwa umesema tall, black and handsome. Mimi ni mwanaume brown skin. Kwanza vile wana cheat. Yaani hata ujioshe chokora wako ukae kwa nyumba. Ukishapata mtu amejiosha huko nje ana cheat. Enda usafisha wako. Waache kidogo na kwa emotional. Okay. Producer anaweza kupea service maybe pale hivyo ujipange kidogo. Unaona hiyo point venye tunaendelea kuizungumzia hapa. But do you believe the fact that kitu ambao watu wamekuwa wakiongelea for a long time talk about bro code and the girl code. Kuwa bro code ama I'll be there for my bestie ama for my friend. How do you think tunaweza improve kitu maana tutapata pale hivyo inasumbua watu wengi pale hivyo everybody is talking about bro code and girl code. Ile girls code. It depends. It depends, ina depend na nini? Kuna vitu hatufai hata kuweka girl code ndani. Kama kitu kama my man hapo hakuna girl. So eti you went out. Hiyo nayo umenigongea. For once too. Okay, wewe ndio uko unasema saa hii ukiachana na mtu wangu nisimchukue alafu talking about girl code. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mwingine hapa ananiambia Vinita, mbona nataka muongelee the fact that ameniambia Vinita bua ulize hivi is money becoming the biggest attraction in a relationship because kila mtu hapa amesema type yangu na kuna point nilikuwa nataka niwaulize what about hii sector ya finance ama money kama you are finding love find money. Vini kama una pesa mimi nakuitisha 10 bob unaniambia hauna. Mimi hata unanisaidia na nini? So you need kwa tu umetulia ukisema hauna nakwambia tu paste. Kuna this man akikuapproach ako like ukimwomba 200 kuna deal na ngoja ivane. Msenkaa huko deal ikivana nitafute. Mbona ukute deal ivane nikiwa na wewe? Unafaa ukifanya ukitafuta msichana unataka purity. Nataka purity tu kwa mfano, ni kwa mfano. Purity anataka kuvaa vizuri. Utanipata hivi nimesongwa nimevaa vizuri uanze kunivalisha dera. Kwanza kama ni kuna kitu imekuwa expensive siku hizi ni beauty imekuwa so expensive. So uji-maintain hivi inataka do. Nikuitishe 10 bob hapo niende nifanyiwe facial uniambia hauna eti utangoja dili ivane unangoja manze. Acha zivane tu ndio ukuje. Wewe enda siku hizi hata mwanamke tafuta pesa yako. Wanaume nyikaeni. Tupatane kila mtu akiwa na pesa yake. Okay, tupatane wakati kila mtu ana pesa yake, si ndio? Na at least mimi kama uko na shida, nikikwambia Purity naomba unisaidie kitu fulani, na wewe ni mpo wangu. So utanisaidia. Lakini hata tunafaa tena tuiangalie. Kuna old boys utammeet, anafanya kazi anapata 20k. Mimi niko hapo napata 40k. Alright. So hapo ka respect kata mimi sionangi kama mwanamke junapata pesa mingi nafaa ni disrespect tu mwanaume niko na yeye jua niko na domob kumliko. Very nice. So nafaa tu ni support. Ukilipa nyumba mimi nitabuy food.
So hapo ni itakuwa fair. Lakini deal yani niko na do wewe una. Hii itakuwa ngumu. Bwana, hii inanikumbusha pale vo back 2025. Nilikuwa tunaongea na jamaa fulani beshte yangu, pia unajua anapenda kuinteract sana watu. Wanaambia Vinite, do you believe the fact that a marriage will work in 2026? Because ukiangalia siku hizi ukizungumza na watu wengi ama ukisikia stories za watu wengi, talk about kila gender, talk about girls and females, girls and men. Unapata pale hivyo everybody anasema pia siwezi mind nikipata mtoto mmoja alafu kuanzia hapo ni sikume tu maisha yangu. Mtoto mmoja alafu utafuta pesa. Sasa unaolewa. Kwanza vile sasa wanaume mnakula matawi mnakaa tu mbuzi. Jamani. Hata si matawi. Hizo vitu za kwenda klabu mtu analala na huko, unajua hata amelala na watu wangapi na huko. By the next 2 years we will not be getting married. Toko unatafuta pesa, mwanaume mmoja unapata mtoto, una move on. Maisha ya kwenda ukaenda mtu, kwanza mimi nikifanya mahesabu umelala na kupikia anatoka na. Alafu umetoka job. Unapata tu mtu mmekosana jana, ako tu hapo nipikie. Eti ukipika. Unajua ukiangalia from the Bible inasemanga why should be submissive to their husbands. Leave the Bible alone. Tutakuwa kama nyinyi mtakuwa ni. So unasema life and Bible they are two different things. Hakuna vile utanioa, umetoka job mbele yangu, umefika kwa nyumba, hujapika, tulikosana jana unangoja nikuje nikupikie. Mwanaume utakula. So mnasema kama tunaingia kwa mahusiano tuingie 50-50 relationship ndio itakuwa. Na ndio hapo utampikia na mkienda kwa kitanda utazitoanisha. Kwa kitanda nayo hiyo ni sijui niseme nini automatic. Hiyo nayo inajileta, si kitu ya kuforce. Hata kama mmekosana, acha ijileta, mtasolve hapo. Unajua nilikuwa nafanya tu research yangu hapo kwa nikaongea na marafiki wakaniambia vipi ni vitu gani ambazo mtu akitembelea manzi yake ama girlfriend ama their boyfriend, ni vitu gani ambazo anafaa ama he or she is expected to meet, maybe pale upande wa services pale hivyo, yani venye anafaa kuwa amepiga look yake. Maybe nyinyi mnaonaje from ya angu? Unajua nyinyi ndio mnafikiria na vitu zingine. Kijana vaa vizuri. Nyinyi kwanza upigi look. Usinitafute. Mimi hata naweza kuona umefika eti upiga look. Eti umefika. Huyu ndo nilikuwa naongea na yeye. Haujapiga look, mimi nishaondokea mazi. Ndio. Kuja kama umepiga. Unajua mwanaume kukuja kama unakaa presentable for the first time. Hiyo nayo inavutia. Tena nikuone tena. Lakini umefika unavaa tu design nyingine, nimeona mtu mwingine hapo nje, so you believe. Jamani sitaki nikuone tena. Anyway enda tu kiendanga. Hautamwambia hiyo time. Ngoja tu aende. Hata ukienda utakwambia bado. Nitakuignore. Hapo ndo utapata akili na adabu. Ujue kwani huyu mtu nilimfanyia nini? Utapata adabu. Na tukiangalia hiyo point ya kupiga luku, wow, should a gentleman be decent. Anafaa kwa nguo zinakaa. Mimi hata sisemi uvae suit. Mimi nasema vaa tu vizuri. Mwanaume umevaa pink, umevaa blue, umevaa yellow, umesahau na cream. Unajua sometimes kuchanganya color inakuwa challenge. Kuna color, okay, changanya color, wewe ni mwanaume naelewa basi. Lakini changanya color zina make sense. Si hata wewe mwenyewe unajua black inaenda na white, si leo? Sijasema uvae suit, nimekupea chance manzi. Alright. Si hata unaona, si unaona ukivaa viatu za white, juu uvae t-shirt ya white, vaa trouser ya black. Kuja. Wewe ni mtu mkubwa. After sasa tumekuja nimekuja pale hivyo, nimeona msipo wangu yenyewe nilikuwa nimekumisi. Vitu gani ambazo maybe tunafaa kufanya pale hivyo, maybe nimepatana na manzi yangu. Yaani ukiangalia in terms of zile kupokea mtu wako pale hivyo stage, kama ulikuwa unamuendea, unampiga kimunju. Na ukisema kimunju unaongezea mkazo. Naleta. No, ukiangalia hiyo story, kuna venye mtu ama sisi venye mtu anga na expecting mtu akule. From my angle naweza sema hivi, maybe msichana pale hivyo akitembelea chali yake, unafaa kunukia vizuri. Yaani akikuaga unasikia manje, this is my girlfriend, this is what I got. Nitanukia vizuri kama pia wanukia vizuri. Unajua kuna mimi, acha niongee story yangu. Ni kama uko na mengi ya kusema. Mighty ni yako hapo. Mimi date mtu. Huyo ndo anasemanga I wish yani hata sijui nilikuwa nafanya nini. Yaani nilikuwa mjinga. Yaani mtu anavaa tu vile anataka. Ananukia. Ukienda kwake, mamangu kwa hapa. Ukienda kwake, manguo ametupa huku. Kanyumba ni single room lakini vile anakaa. Tena anataka muingie yale matendo yale ya watoto wakubwa. Huyo boys nilimwachia uchafu. Yaani ni mchafu na nimemuona hapa, I'm sorry kababa, we are sorry for that. Usimuite kababa, hata unafaa muite Mori. Yaani alikuwa tu mchafu.
ukimwanga yani hata ni mtu wezi taka unajua mimi kwanza kitu cha kwanza nataka ni date mtu mwenye nikiletea Jackie nimwambie this is my man. Jackie pia atammezea sema wewe Purity uko na mali. Kuliko ni kwa Jackie kwa zile za na wewe Purity manzi unaniangushanga. Karibu uangushe boki. Huu ni nani uko na yeye? Lakini ukimletea mtu mzuri ako zile za hapo nao uliweza. Jackie tuko hapa kwa hii story. Uko pale hivyo na mtu wako. Maybe umesema tunafaa kuwa tunanukia vizuri. Tumefika pale hivyo. What about the service? Maybe pale hivyo kufanya tu nyumba kama kufua nguo. Kufulia nguo kababa mimi. Nimetoka kwangu nikuja kukufulia nguo. Lekaje sasa unanibeba aje? Ndipo wanaume you are going wrong. Very wrong. You don't expect me eti juu tuna date nimekuja kwako nioshe vyombo nifunge. Kwa nini nifanye hivyo? Labda hata so tukiingia kwa mahusiano tutafute dobi ama mtu wa kufua. Wewe nipate umefua nguo. Hatukuja hapo kufua nguo. Kuna hata watu unaona sasa hata huyu. Mimi hata na dating mtu mwaka mzima naona wewe hatuendi mahali. So sitakufulia hata sikufanyii kitu. Mtu nimependa najua huyu naona future. Wewe hata niambia nifanye kitu nitafanya tu. Now tumeingia kwa hiyo mahusiano imeanza kukua serious. Of course is a romantic relationship. Do you think that tunafaa kuwa ama mimi na mtu wangu tunafaa kushare passwords ama vitu za simu vitu kama ama mko na happy ya kusema kuhusu mimi naona zako nafaa nijue lakini zangu kidogo hapo. Mbona ujue simu kama tukiingia in a relationship kama wewe kama mwanaume nibaie simu. Hiyo simu sita cheat nayo. Lakini kama na cheat na hii simu yangu babangu alinibai nita cheat. So mimi jaribu jamani msishike simu. So umesema kama uko pale nje before uingie kwa mahusiano na unataka kuuliza mtu password zake ama vitu zake za kufungua simu. You are supposed to be the one who bought the phone. Lakini wewe naona ni kama unajua maisha yangu sana. Kwa nini? Mimi nimekuwa na mwanaume nikaona siku moja acha ni track WhatsApp yake. Unajua mwanaume ananidekeza mapenzi ya kweli jamani. Lakini nikiingia WhatsApp uko 99 and others. Hata nimeseviwa Purity Machakos University. Na ile mapenzi nimeonyeshwa hapo. Unaona tu ni troller. Manze men you can lie. You guys can lie. Men can lie. It is not about me. Hii tunaangalia kitu jumla kwa kila mtu because unapata pale hivyo unajua sasa hivi kwa watu wakubwa. Kwa hiyo ukinipanga mimi nakupanga. You guys are lying. Lakini okay mimi kwa upande wangu mimi siwezi shika simu Mr. Mimi nitashika simu. Sitakaa na mtu mwenye simu amini. Like sitakaa na mtu aniharibie wakati. Acha nikwambie unaona tukizungumzia hizi vitu pia personally siwezi taka hiyo mchezo ya kuingia kwa vitu za simu. Nyinyi mnapenda bana. Tulia nikupea point yangu. Ni sasa ukiangalia privacy inakuanga kwa settings. Unaenda kwa privacy kumaanisha hii ni kitu private. Unafaa ku-access with permission ya mtu mwingine. Hakuna privacy yako na yangu. Kama mimi kama na date simu yangu sita kunyima hiyo password kama unaitaka. Juu mimi naye naamini mtu mmoja nimpe mapenzi yote. Lakini nyinyi unanipea mapenzi yote sikatai. Lakini ile tuchitiko kwa hiyo vile nitataka nione nijue huyu mtu kweli niko na future na yeye. Unajua kuna research nilikuwa nafanya last week. Ilikuwa inasema in the age of 20s, 20 is for learning, 30 is for earning, 40 is for investing, 50 is for enjoying. Ukiangalia watu wengine wako kwa mahusiano they are in their 20s. Talk about hii generation hii kwa saa hii. So kuna stage inakuanga kwa hii age ya 20s inakuanga ya cheating. Sijui kama mtakubaliana mimi. Cheating is everywhere. You guys, men are cheating. Nyinyi mna cheat lakini mnatuonyesha mapenzi ya ukweli. So hatuwezi jua kama huyo mtu for real ama tutaenda mbali na huyo mtu. Acha nikwambie kitu moja. Mimi kama mwanamke kama na cheat nina sababu. Na cheat sababu kuna vitu unifanyii. Labda nilikuomba 200 ukaniambia hauna, nimeomba Jackie ni mwanaume sasa. Niacha niombe director. Nimemuomba 200 amenitumia 300. Na 30 bob ya kutoa. Wewe na ushaongea. Sasa unaniambia sasa hapo vinini nitakuvumilia aje kama hata unipeka kitu na rafiki yako ananiongeza mpaka ya kutoa. Maji. Ananiambia kikosa kutosha. Utaniambia. Niambie. Yaani unajipata uko kwa ile situation ya unasema tu shida kadogo unaambiwa paste your M-Pesa number. Lakini kuna hii situation feels good. Acha niwaambie. Kuna time unajipatanga unapenda mtu lakini akupei pesa lakini unampenda. Lakini hiyo ndio inaitangwa aje angape love ama inaitangwa aje because pia mimi nijipata kwa agape ni ya Mungu wewe agape ni ya Mungu. So si tunaweza ipea hii jina agape love because utajipata pale hivyo unapenda mtu akupei kitu
Hapana, Lakini tu- mapenzi si lazima ukuwa unanipea pesa. Mimi nikuwa na mwanaume niko na pesa yangu anipei pesa na nampenda ananipenda, basi hiyo ni true love. Siamini kwamba eti uko na pesa sina, so nikikuomba ukininyima na kasirika ama nafanya nini. Lakini kama mwanaume kuwa na pesa, sitakuomba lakini kuwa na pesa. Tukienda out hata kama nitasema So key point hapo ni kukuwa na pesa, tukuwe na maokoto, tukuwe na miela. Si zile mingi. Like tu za kujisustain. Like kitu tu unaweza hata nionyeshe you're trying. Usinionyeshe tu umekaa. Kuna wale wanaume shida hapo kwa trying ni zinaitishwa mingi. No.